Binadamu, kwa nini nimevamia katika ardhi wangu? Umekuja kutoka wapi binadamu? Mama, tunakufa! Mama, tunakufa! Miaka mingi iliyopita tulikuja hapa kutafuta dhahabu. Tuliketi hapa ni siku ya mbele. Kuambia mimi. Ungeweza kuambia. Tumechelewa kufika. Nyoka wameamka. Kwa nini? Hiki ni kisiwa cha laana na huwezi kurudi tena nyumbani. Binamu, kwa nini nimevamia katika kisiwa changu? Mmekuja kutoka wapi binadamu? Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Kwa nini nimevamia katika kisiwa changu? Mmekuja kutoka wapi binadamu? Bahari ilikuwa kimya isivyo kawaida. Hakukuwa na mawimbi makali wala kelele za ndege wa baharini. Ilikuwa ni ile aina ya ukimya unaokufanya uhisi kama kuna kitu kinakutazama. Mashua ndogo ya mbao ilisimama taratibu katikati ya maji ya kijani kibichi, ikisukumwa na upepo hafifu uliobeba harufu ya chumvi na kitu kingine kisichoelezeka, harufu ya uozo wa muda mrefu. Ndani ya mashua hiyo walikuwapo watu 5. Hakuna hata mmoja wao aliyesema neno. Jua lilikuwa likielekea kuzama na mbele yao, likionekana kwa mara ya kwanza, lilikuwa kisiwa cha nyoka. Kisiwa hicho hakikuonekana kikubwa, lakini kilikuwa na mvuto wa ajabu. Miti mirefu yenye majani mazito ilisimama kama walinzi wa siri, na kivuli chake kilitanda juu ya ufukwe wa mchanga mweusi. Hakukuwa na mwanga wa kawaida juu yake. Ilionekana kana kwamba giza lilikuwa sehemu ya kisiwa chenyewe. Ndicho hicho, alisema kwa sauti ya chini Captain Malik, mwanaume mwenye ndevu nzito na macho yaliyojaa hofu aliyojaribu kuificha. Asha, mwanamke aliyekaa upande wa kulia wa mashua, alimeza mate. Hakipo kwenye ramani, alisema. Hata GPS ilipoteza mwelekeo tulipokikaribia. Juma, kijana mwenye mwili wa riadha na kamera kubwa shingoni, alijaribu kutabasamu. Ndiyo maana tuko hapa, alisema. Hadithi za kutisha ndiyo hufanya video ziuze. Lakini hakuna aliyemchekea. Mwanaume wa 4, Daktari Rehema, mtafiti wa viumbe hatari, alitazama kisiwa hicho kwa macho makali ya kitaalamu. Nyoka, alisema taratibu. Aina ambazo hazijawahi kurekodiwa. Sumu zao zinaweza kuwa na tiba au maangamizi. Mtu wa 5 alikuwa kimya zaidi kuliko wote. Aliitwa Zuberi. Tangu safari ianze, hakuwa amezungumza zaidi ya sentensi 2. Alikuwa amevaa shati jeupe lililochanika kidogo na alikuwa akishika shanga ya mfupa mkononi, ikiizungusha pole pole kana kwamba alikuwa anasali. Asha alimtazama. Ulisema uliwahi kufika hapa kabla, sivyo? Zuberi aliinua macho yake pole. Sikufika, alisema. Sikuondoka. Maneno yake yaliangukia ndani ya mashua kama jiwe zito. Captain Malik alijikaza. Tusipoteze muda, tunashuka. Asubuhi tukichunguza, jioni tunaondoka. Hakuna aliyepinga. Waliposhusha miguu yao kwenye mchanga wa ufukwe, Asha alihisi baridi ikipanda kupitia nyao zake hadi mgongoni. Mchanga haukuwa wa kawaida, ulikuwa mweusi, mzito na ulionekana kana kwamba ulikuwa hai. Msitu ulikuwa karibu sana na ufukwe, kama vile ulikuwa unaongoja.
Hatua yao ya kwanza ndani ya kisiwa ilisimamishwa ghafla. Sauti nyembo ya kupepea ilitoka pembeni ya mti mkubwa. Juma alinyanyua kamera yake kwa haraka. Ndipo wakaiona nyoka. Lakini haukuwa nyoka wa kawaida. Mwili wake ulikuwa mrefu kuliko anakonda, ngozi yake ikiwa na rangi ya kijani na nyeusi iliyong'aa kama chuma. Macho yake yalikuwa mekundu, yakimeta kana kwamba yalikuwa na moto ndani yake. Na haukuwa mmoja. Kutoka kwenye miti, ardhini, juu ya mizizi walikuwa wanatambaa nyoka wengi, maelfu, labda maalifu. Lakini cha kutisha zaidi, walikuwa wanatazama. Hakuna hata mmoja aliyeshambulia. Walikaa tu, vichwa vikiwa juu kama walinzi wa hekalu la kale. Zuberi alipiga magoti ghafla. "Tumekuja kuchelewa," alisema kwa sauti iliyotikiswa na hofu. "Nyoka wameamka." Asha alipumua kwa nguvu. "Unamaanisha nini?" Zuberi alitazama moja kwa moja katikati ya msitu. "Kisiwa hiki si makazi ya nyoka." "Basi ni nini?" Daktari Rehema akauliza. Zuberi alinyanyua shanga yake ya mfupa. "Ni moyo wa laana, na sisi tumeingia ndani yake." Mara ardhi ikatetemeka kidogo. Kutoka ndani kabisa ya msitu kulisikika mlio mzito, sauti ya kitu kikubwa sana kikisogea. Nyoka wote waliinua vichwa kwa wakati mmoja, kama vile walikuwa wanamsalimia mfalme wao. Ardhi ilianza kupasuka mbele yao. Brrr. Mizizi mikubwa ya miti ilianza kusogea kana kwamba ilikuwa hai. Udongo ulifunguka na kutoka chini kabisa ya kisiwa kitu kikubwa sana kilianza kujitokeza. Asha alirudi nyuma kwa hofu. Haiwezekani. Kilichotokea hakikuwa nyoka wa kawaida. Kilikuwa kiumbe. Mwili wake ulikuwa mrefu kama mti wa mnazi, umefunikwa na magamba mazito yenye alama za ajabu zilizong'aa kwa rangi ya damu iliyokauka. Kichwa chake kilikuwa kikubwa, macho yake yakiwa mawili tu, lakini yakitazama kila mtu kwa wakati mmoja. Ndimi mbili zilichomoza polepole, zikitoa sauti nzito iliyotikisa kifua cha kila mtu aliyekuwapo. "Huyu ndiye," Zuberi alisema huku akitetemeka. "Mfalme wa mizizi." Nyoka wengine wote waliinama. Asha alipiga kelele ya kukosa pumzi. Huyo ni Mungu?" Zuberi alitikisa kichwa. "Hapana, ni kitu cha zamani zaidi kuliko Mungu. Ni njaa iliyojifunza kufikiri." Mfalme wa mizizi alisogea karibu zaidi, ardhi ikipasuka chini ya uzito wake. Kila alipovuta pumzi, majani yalinyauka. Kisha, bila kufungua mdomo wake, sauti iliingia moja kwa moja akilini mwao. "Wamerudi." Juma aliangusha kamera. "Naisikia, iko kichwani mwangu." "Damu ya kale iko ndani yenu," sauti ikaendelea. "Mmoja wenu ananijua." Machoni pa kiumbe huyo yakamwangalia Zubairi. Zubairi alipiga magoti tena. "Nilijaribu kuondoka," alisema huku machozi yakimtoka, "lakini kisiwa hakiruhusu." Asha alimtazama kwa mshangao. "Unamaanisha nini ulisema hujaondoka?" Zubairi akavuta pumzi nzito. "Miaka 10 iliyopita nilikuja hapa kama ninyi. Tulikuwa wengi zaidi. Tulitafuta dhahabu, siri, nguvu." "Na mlipata nini?" Kapteni Malik akauliza. Zubairi alitabasamu kwa uchungu. "Tulipata laana." Mfalme wa mizizi alishusha kichwa chake karibu nao. Joto la pumzi yake lilikuwa kama moto chini ya ardhi. "Mmoja alibaki," sauti ikaunguruma. "Mmoja alibeba alama yangu." Zubairi akavua shati lake polepole. Kifuani mwake kulikuwa na alama ya nyoka iliyojichora yenyewe, ikionekana kama ilikuwa inasogea chini ya ngozi. Daktari Rehema alishika mdomo wake. "Hiyo alama inaishi." "Ni kifungo," sauti ikaendelea. "Na leo kifungo kinapasuka." Ghafla, nyoka wadogo walianza kuwazunguka miguu yao, wakipanda juu taratibu. Hakuna aliyethubutu kusogea. "Mnataka nini?" Asha alipiga kelele. "Kwa nini mmetuleta hapa?" Mfalme wa mizizi alijizungusha kidogo, akiziba mwanga wote. "Sadaka." Neno hilo liligonga akili zao kama nyundo.
moyo mpya wa Kisiwa, damu mpya kuendeleza usingizi wangu. Juma alianza kulia. Hatujakosea mtu. Zuberi akainua uso wake, macho yake yakiwa nyaya ya uamuzi wa mwisho. Ndiyo maana niliwarudisha hapa, alisema kwa sauti ya huzuni. Kisiwa kinahitaji kubadilishana. Asha akamkazia macho. Unamaanisha nini ulisema? Zuberi akasimama, alama ya nyoka iking'aa kifuani mwake. Sadaka moja haitatosha tena. Mfalme wa mizizi akafungua mdomo wake kwa mara ya kwanza. Ndani yake kulikuwa na giza lisilo na mwisho na sauti za watu waliowahi kupotea. Kisiwa kinachagua, na ardhi ikaanza kuwameza pole pole. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.